الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وانفعنا بعلومه آمين. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. Tunaendelea na darasa letu la tafsiri ya Qur'an. Leo ikiwa tuna tarehe 23 ya mwezi wa 3 mwaka 2020, darasa letu liko pale pale Masjidul Hidayah uliopo Kitangiri, wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza, nchi ya Tanzania. Wilaya Ilemela. Darasa letu leo ni tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2025. Darasa letu linafanyika katika msikiti wa Hidayah uliopo katika wilaya ya Ilemela, mkoa wa Mwanza, nchi ya Tanzania. Mmeona kama hii ni mpya na kuna maswali yanatujia huko. Sheikh, darasa linafanyikia wapi? Kwa hiyo hatuwezi kumjibu mtu mmoja mmoja, tumeamua tuwajibu wote wanaosikiliza. Sababu kuna watu Sheikh Isa anajua, yani wako attention. Darasa likichelewa basi utakuta messages zinafika. Leo bado tuko kwenye aya yetu ile tu, na kama tulivyosema tumeacha mambo mengi ili twende, tuna muda. Darasa letu ni haki za wazazi kwenye aya ya 23 suratu Al-Isra. Inasomekaje? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Mtu ambaye anasoma Qur'ani inampa uzito kuisoma, yatatata wanasema, anagonga gonga, anapewa malipo mara 2. Lakini mtu ambaye ni mahir kwenye Qur'ani, ma'a safarati kiramati barara, anaposoma malaika huja wakasikiliza. Kwa tunaposema someni, malaika waje. Na Mtume SAW alisema herufi moja kwa ngapi? Kwa 10. Sasa hiyo moja kwa 10 inawezekana ni nje ya mwezi wa Ramadhani. Ndio mwezi wa Ramadhani zinapanda. Leo tunaingia kwenye haki za wazazi. Tulisema tutaacha visa, lakini linatulazimu tu. Kuna sehemu tukifika lazima tutaingia kwenye visa. Jamani, Allah chonde 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 chonde. Kule motoni kuna sehemu, kuna jangwa kule. Kwenye hilo jangwa limewekwa milima. Kuna milima ya chuma, jabalun min hadidi,
kuna jangwa kule lina mlima wa chuma umo ndani ya moto. Katika watu ambao watakaolazimishwa wapande hiyo milima, mlima huo motoni ni wa chuma. Ukitoka hapa nenda tu nyumbani kwako, chukua sifuria liko jikoni, epua na mikono, sifuria tu ibati. Katika watu watakaolazimishwa kupanda kwenye milima hiyo ni aqulil walidain. Ni nani? Mtu ambaye hawatendi haki wazazi wake. Chonde. Ni darasa la kufanyia kazi hivi, tunakwenda ni kufanyia kazi tu. Sio history hii. Kwa hiyo wewe jaribu tu, kama mbanio ule wa mkaa ni mfupi, jaribu kuchukua ile mbanio wa mkaa, hata ushike mkaa tu hivi. Ushike tu usikie joto na kufikia pale. Sasa huo ni mlima wa chuma, Sheikh. Umewashwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Tutaweza? Ya kwanza katika haki za wazazi, tuko pale wabil walidaini ihsana, tunachungulia hapo. Na kama ihsana umesahau, rudi kule mwisho tulitafsiri ihsani ni kitu gani. Rudi kule. Cha kwanza, ta'amuhuma. khairat ta'ami. Ta'amuhuma khairat ta'ami. Haki ya kwanza ya mzazi ni kuwalisha chakula, tena chakula bora, chakula chenye hadhi. Ta'amuma khairat ta'ami. Naomba msome hivyo, msisome khairu. Hivyo tu. Unaweza mtu akasoma ta'amuma khairu ta'ami, itakuwa ni sawa. Ta'amuhuma khairat ta'ami, uwalishe wazazi chakula bora, chakula chenye hadhi. Unajipiga mjini, tunajua tunavyokula mjini sisi, alafu wazazi wako kule ni viazi kwa kwenda mbele. Sasa umevizoea baba, sasa dunia una shida. Kama amezoea basi hebu fanya mbinu ahame kutoka hapo alipozoea aje hapa. Khaira taami. Sallu ala nabii Muhammad. Ya pili, libasuhuma, halafu ongeza kama ile ya juu pale, ongeza hapo maneno mawili yale ya juu pale. Ta'amuhum libasuhuma khairal libasi, libasuhuma khairal libasi, mavazi yao. Libasuhuma, mavazi yao, tena khaira, mavazi bora. Mvishe mzazi wako akitokezea unavaa suti ya milioni 1 bwana, mzazi wako unampelekea kanzu ya shilingi 50,000. Vipi? Nakwaje? Waqada,
Mungu amelazimisha, ni lazima. Mungu amewajibisha, ni lazima. Tunaporomoka vibaya. La yukallifu Allah nafsan illa unatoa kwa kiwango chako kile. Una simu shekhe ya milioni 2, mzazi wako ana kitochi. Subiri ukapande mlima kule motoni. Ridha Allahi, uwezi kupata radha ya Mwenyezi Mungu kule mpaka wazazi hapa upate ya kwao kwanza. Allah. Simu shekhe tunabadilisha, kuna watu wanabadilishaga simu shekhe, ikianguka tu kidogo tip anabadilisha. Mzazi wako ana kitochi. Siku moja alikuja rafiki yangu mmoja kuniletea zawadi, akaletea simu ya kitochi, akaisifia sana. Nikamwambia nakushukuru na nani. Siku ya pili nikaifunga vizuri, nikairudisha. Yaani mjini ana maduka mawili ya simu, ana maduka mawili. Yule mtoto aliyesoma Qur'ani vizuri mbele ya Haruna Rashidi, alafu Haruna Rashidi akatoa zawadi kumpa yule mtoto, akaikataa mbele ya watu kabisa hivi. Wale wapambe wa kiongozi wakasirika, huyu mtoto mbona hana adabu? Basi wakamchukua kumuondoa, mrudisheni. Akamwambia mbona umekataa zawadi vipi? Akasema limithilika hadha, yani mfano wako wewe Haruna Rashidi, zawadi yako ndio hii. Kaitupa. Kiongozi unatoaje zawadi ovyo ovyo? Toa zawadi. Kwa hiyo mzazi wako bwana, libasuhuma khaira libasi. Usiende pale ukamchukulia mtumba shekhe. Unapokea milioni 20. Kuna watu wanapokea milioni 37 per month. Bado ana allowance, ana nini. Ela zinaingia. Hii imekaa vizuri. Tena kwa jinsi ulivyo mzee na kupendeza. Nawe kwambia. Ya tatu tumeiona kule, lakini kwenye haki imejirudia. Ijabatuhuma, ipo ijabatuhuma. Kule tulisema nini pale? Kuna neno mbele pale, kama mtu anakumbuka. Ijabatuhuma sari'a, ijabatuhuma sari'a, kuwajibu wazazi, kuwaitikia wazazi haraka ya zaidi ya haraka. Haki ya tatu ni ijabatuhuma sari'a. Haya matatu utaona kama yametangulia kwanza, kwa sababu hizi ni huduma za kila siku shekhi. Mzazi anahitaji kula kila siku, anahitaji kuvaa kila siku, atahitaji kuzungumza na wewe. Ya 4, shukruhuma. Nilitaka niingize hiyo lakini muda ututoshi.
Sheikh Musa tuthibitishie Luqman 14. Luqman 14. Shukuruma ni kufanyaje? Kuwashukuru kwa hali yoyote. Kuwashukuru kwa hali yoyote. Shukuruhuma, kuwashukuru wazazi wawili kwa hali yoyote. Mona hiyo, wawaswaina al-insa, wawaswaina. Kwa hiyo kuwatendea haki wazazi wawili ni wasia min Allah. Ni usia wa nani? Wawaswaina al-insana biwalidayhi. Anishkuru li waliwalidaika. Anishkuru li ni amri hiyo, ni amri. Kwa hiyo ile hadithi inayosema hahesabiwi mtu kamshukuru Mwenyezi Mungu kama hajashukuru watu, ile hadithi hahesabiwi mtu kamshukuru Mwenyezi Mungu kama mtu huyu hawezi kuwashukuru watu. Mtu wa kwanza hapo nani? Mzazi. Lam yashkuri llaha man lam yashkuri nasa. Hahesabiwi kama anamshukuru Mungu mtu ambaye hawezi kuwashukuru. Na hapo wanachuoni wameingia kwa ndani kabisa, wameeleza kushukuru wazazi. Shekhe, subhanallah, kama iendane na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wakasema uwashukuru wazazi wako bil mahabbi wa bil makruhi wa bin ni'ami. Uwashukuru bil mahabbi wa bil makruhi wa bin ni'ami. Katika vitu ambavyo ni vya binadamu anatakiwa afikiri sana, havina ikhtiyari, havina kuchagua duniani. Kuna vitu havina kuchagua. Moja kati ya vitu havina kuchagua, huwezi kuchagua uzaliwe na nani. Huchagui. Mtoto ndio ni haramu kuchagua, lakini mtoto unaweza kuchagua. Si Waarabu walikuwa na watoto wa kike kule? Mzazi anaingia, inna Allaha yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Mzazi anaingia kwenye hiyo aya. Wewe baba yako kuwa huyo ni ikhtiyaru ni uchaguzi wa nani? Huo ni uchaguo la Mungu. Huyo mama yako ambaye ndo mama yako wewe, ndio chaguo la Mungu hilo. Inna Allaha yakhluqu ma yasha'u. Mwenyezi Mungu anaumba kile alichopanga, wa yakhtaru, na anafanya kwa chaguo. Hakuna mchezo kwa wazazi, hilo ni chaguo la Mungu. Sasa unaletaje fyoko kwenye chaguo la Mungu mwenyewe? Kama vile ilivyo anasema hurum maksuratun fil khiyami, mahulaini wako wanaandaliwa jinsi ya kutupeti anawaandani Mungu. Nafikia maandalizi atakuwaje? Kama huyu somo yako hapa tu akimpika vizuri mke wako, huwezi kumwacha. Hawa hurum maksuratun fil, ile somo imewekwa kwenye mahema tu shekhe, wanaandaliwa na Mungu mwenyewe jinsi ya kutabasamu hivi. Jinsi hivi ndio nataka waja wangu wafanywe hivi, na Mwenyezi Mungu ni hivyo kwa wazazi. Inna Allaha yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mzazi anaingia hapo. Mzazi ni chaguo la uumbaji wa Mungu, wewe ndio mtoto wake huyo mzazi. Kwa ni lazima umshukuru kivyo vyote.
Swali Mtume. Allahumma salli. Wa bil makruhi, hakufanyia mema, hakukusomesha, shukuru tu. Wa bin ni'am, na kwa kuwa huyo ndio mzazi wako, shukuru tu. Mtu mmoja alimwambia baba yake, baba wewe mpumbavu sana wewe. Ungeishi Ulaya nisingekuwa Ulaya leo. Angeishi Ulaya ningekuwa Ulaya. Shukruhuma. Na wakasema wanachuoni unatakiwa kushukuru bil mahbubi wal makruhi wa bin ni'ami, lakini wakasema bil qalbi wa bil lisani wa bil jawarihi, washukuru kwa moyo, kwa ulimi na kwa viungo vyako vyote. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalati afu Mungu bwana, Mungu ni mjanja. Mungu mjanja kweli. Wa wasaina al-insana biwalidayhi, nimemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wote wawili ihsana, awafanyie wema. Alafu hamalati ummuhu, mama yake alichukua mimba, baba hajatajwa hapo. Wahanan ala wahani, baba hayupo hapo, baba yupo hapo katajwa. Kwani mama utampata bila baba bwana? Tuendelee. Hapo kwenye shukrani ni pagumu sana. Viungo vyako vyote viwashukuru wazazi. Ndiyo maana unaambiwa uwatumikie viungo vyako vyote. Shukrani kwa shukuru wazazi kwa viungo vyote ni kuwatumikia wazazi, uwe ni mtumishi wao. Tusiingie hapo, itachelewesha sana, lakini hapo kwenye kuwashukuru wazazi ni kugumu, na hapo ndipo watu walipoangukia. Niambia baba, umekuja kwangu hapa, kitu gani ungependa kuchukua kutoka kwangu? Unasafiri, ungependa kitu gani uchukue kama hapa kuna kitu moja? Naisha muuliza baba. Kama baba anambia nataka hizo chini ondoke nazo. Subutu kama utazitoa. Sasa hapo akiamua yeye anaondoka. Mwanangu mimi naondoka, lakini nataka kuondoka na free. Ndio kushukuru kwa jawari. Kwani friji umeitafuta wewe? Viungo vyako umetafuta. Babako aitumie tu, mamako aitumie tu. Unajua mzee, wewe umri uliofikia maji ya baridi, nitatengeneza barafu. Nataka kuletea vikwazo, nipe naondoka nayo. Leo nakaa ukienda kule tena mtungi umechakaa, hakuna mwenye kutengeneza mtungi hapa. Wewe vipi? Tengeneza mtungi hapa. Lete friji ya mafuta ya taa weka hapo. Hakuna friji za mafuta ya taa. Zipo. Weka hapo. Tunaendelea. Ya 5, ta'atuhuma. Ta'atuhuma fil halali, fil halali, fil halali, ta'atuhuma fil halali, kuwatii wazazi wawili katika mambo ya nini? Nishajitolea mfano mimi 83, bwana oa, sina kazi. Naishi kwa mtu, kitanda cha mtu. Uoe bana, watuhuma. Kama niko tayari, chagua binti yote tutakozesha. Mbona rahisi hiyo? Kamchagua binti. Binti chuma kwa kweli. Kazeeka sasa hivi, lakini ukimwona shekhe utakubali kwamba ilikuwa ni chombo. Na hiyo ni nesi officer. Nesi officer Mwimbili huyo anakwenda kustaafu sasa. Wakasema hapana. Mambo mawili hayo. Bwana oa, niko tayari.
chagua, nimechagua, alafu hapana. Taatuhuma fil halali wati. Mzazi ndio mwenyeji duniani, sisi watoto ni wageni hapa. Mwenyeji ameshakwambia mtaa huu spite huo. Nimekuja kujua sababu 94. Ndio nimekwenda kujua sababu 94. Na 94. Sio kwa kuambiwa, kwa kuona sasa matukio kwenye hiyo familia. Ndio maana walikataa watu. Lakini watoto vyuma na wana akili hiyo familia. Kuna kasoro kama 2-3 mbaya kweli kweli. Wanasimuliza, wanasema no discussion. Hamna hapo discussion. Una discuss nini na mtoto? Sasa wazazi mmeniambia nimechagua au mlikuwa mnadeshia nini sio hiyo? Hakuna discussion. Tuendelee. Kuwatii katika jambo la halali. Ya 6 ndio? Hii pia kama inajirudia. Ayatakallama ma'ahuma billini. Ayatakallama ma'ahuma billini. Afanyeje? Azungumze nao wazazi wake kwa maneno kwa ulaini. Usizungumze na wazazi wako maneno unakimbia. Wakati mwingine wameshakuwa watu wazima, usikivu sasa utampa shida. Ayatakallama ma'ahuma billini. Aongee nao kwa ulaini. Ndio ile wala tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ile ni katika haki zake. Miongoni mwa haki za wazazi ni kumza nao kwa ulaini. Ya ngapi hiyo? Ya 6. Ya 7, alafu tushike karatasi. An yusliha rahimahuma an yusliha rahimahuma wa asdiqaihima an yusliha rahimahuma wa asdiqaihima. Awale ajishughulishe na wanao wahusu wazazi wake, ajishughulishe awale wanaohusiana na wazazi wake. Na wanani? Na nani? Na marafiki zao. Na marafiki zao. Ngumu sana hiyo. An yusliha rahimahuma, ashughulike na ndugu wa hawa wazazi na wanahusiana na hawa wazazi, wa asdiqaima, na marafiki zao.
lazima ujue marafiki wa wazazi wako ni akina nani. Tuamie kwenye karatasi tulisema visa tutaviacha, lakini vinalazimisha. Biru nabii sallallahu alayhi wasallam, umeiona hiyo? Biru nabii sallallahu alayhi wasallam. Kitabu gani? Zile Qasasul Birri. Ni kitabu Qasasul Birri, kimetoka zote mbili Qasasul Birri, utapata hizi kata zote, ukurasa uko pale chini. Biru nabii, tunazungumzia hiyo namba ngapi? Tunazungumzia namba ngapi? Namba 7. Ni haki ya 7 No. Haki ya 7 ya wazazi. Biru nabii sallallahu alaihi wasallam, wema wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wale wazazi wake na wenye kuwahusu wazazi wake. Sikiliza mambo hayo. Kanati Sayyidatu Fatimatu bintu Asadi, alikuwa muheshimiwa Bi Fatima binti Asadi. Huyo Fatima binti Asadi ni mama yake Sayyidina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhahu. Alikuwa anaitwa Fatimatu bintu Asadi, ndio mama yake Sayyidina Ali huyo. Radiyallahu anhuma, radiyallahu anha, radhiallahu kwake. Zaujata Abi Talib, alikuwa ni mke wa nani? Alikuwa ni mke wa Abi Talib. Ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abi Talib alikuwa nani? Babake mdogo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakanat, na alikuwa huyo Bi Fatima, wakanati, alikuwa Bi Fatima bimanzilati al-ummi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa Bi Fatima huyo Fatima binti Asadi bimanzilati al-ummi li Rasulillah. Ana nini? Ana cheo cha mama yake na Mtume, ana nafasi. Ya umama. Sikwambii ndugu ya mama yako, baba mmoja mmoja, sikwambii. Huyu Bi Fatima alikuwa ni mke wa baba yake mdogo. Fakana yabarruha, fakana sallallahu alaihi wasallam, alikuwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna simu inaita hapa. Kana yabarruha, fakana yabarruha, alikuwa akifanyaje? Alikuwa akimfanyia wema sana. Wa yuhsinu ilaiha, na akimfanyia yale yote yanayomfurahisha. Fakana yabarruha, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimfanyia yote ya wajibu. Wa yuhsinu ilaiha, na akimfanyia yote yanayomfurahisha. Amemzaa huyo? Walam yabarraha, na hakumfanyia wema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakumfanyia wema huyo mama. Walam yabarraha, hakumfanyia wema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, fi hayatihi ma fahasba, katika fi hayatiha fahasba, katika uhai wake tu, hakumfanyia wema kwenye uhai wake tu, bal, isipokuwa zaidi ya hapo, ila ahsana ilaiha, alimfanyia wema huyo mama yake mdogo, mke wa baba yake mdogo.
Sijakwambia mke wa baba yako wewe aliye mama yako wa kambo kwa baba yako wewe, sijakwambia. Huyu ni mamake mzazi, huyu ni mamake wa kambo kwa baba mdogo. Sijakwambia mke wa baba yako wewe. Kwa mke wa baba tu, baba kisha kufa sana na watoto wake. Shekhe, jiandae ukapande mlima wa chuma kule, huzi huo. An yusliha rahimahuma wa asdiqaihima. Kwa hiyo huyu hata kama asingekuwa mama yake, lakini kama angekuwa tu ni rafiki wa baba yake mdogo ingetosha. Hakumfanyia wema akiwa hai tu, bal ahsana ilayha inda mamatiha, alimfanyia wema mpaka siku anamzika, ile hata siku ya kumzika alifanya pia. Na haikuishia hapo, kisa kilivyo kisoma hichi alifanyaje? Faqadiruya, imepokelewa habari kwa hakika, annaha, hakika nani? Annaha, hakika nani? Huyo Bi Fatima bintu Asadi, lamma matat, zama alipofanyaje? Zama alipofariki huyo mama, albasaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qamisa. Mtume alifanyaje? Alimvisha kanzu yake. Alisema huyu sio kumnunulia sanda, mimi ninatoa nguo yangu mwenyewe, mama yangu saa. Anakufa mama yako wa kambo. Subhanallah. Sema huyu bana kwanza alijepesa sana mama yangu. Sheikh akienda nyumba kuposa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, nenda kwenye nyumba fulani, waambie nimekuagiza wakuozeshe. Walipokwenda yule bibi kusema wakazi haki, yule mtoto alitajwa jina, wakuozeshe fulani wewe. Mtoto akasikia, katoka. Baba ubana anasema eti mtume kamtuma kwamba wewe ndio ule naye. Akasema kama akasema mtume niko tayari. Wazazi wanakataa mtoto. Watu walivyomjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika watu wawili waliozikwa bila mtu mwingine ni watu wawili. Huyu Fatima binti Asad, Mtume aliteremka kaburini peke yake bila mtu mwingine. Na Julaibib al-Utufa, Mtume alimzika peke yake mpaka maswahaba wakawa wanasema ya laitana makana huu, natamani ningekuwa Julaibib mimi leo nikafa nikabebwa na nani? Mikono yenye baraka. Haikutosha kumpa kazi yake, fataja fi qabriha, akaingia mwenyewe ndani, kaambia nileteni mama yangu, akamlaza bwana. Watu wanatamani, watu wanatamani, masahaba walitamani hiyo. Faqala lahu ashabuhu, masahaba kwa ile kupenda, yani kitendo kile, kila mmoja alikuwa anatamani kwamba bora ningekuwa mimi ni huyu mama nikanani. Hiyo ni bahati, hawapati watu shekhi. Wakasema mara aina ya Rasulullah, mara ainaka ya Rasulullah, hatujapatapo kukuona ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hatujapatapo kukuona mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Swanata hadha, umefanyaje? Fanya hivi. Haya leo hatujaona mpya hii. Umetoa kanzu yako kumpa huyu mama, sio mama aliyekuzaa, lakini umeingia kaburini mwenyewe, hatujaona umefanya. Mara ainaka, tutapata kukuona ya Rasulullah, swanata hadha ma ahadi min qablika, umemfanyia yoyote kabla, min qabli, kabla ya leo, hatujaona. Wanataka sababu, wanataka kujua ni kwa nini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, akajibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, innahu, hakika hali ilivyo, lam yakun ahadun
hakutokea mtu yoyote, lam yakun ahadun, hakutokea mtu yoyote baada Abi Talibi, baada baba yangu nani Abi Talibi, abaru bi minha, alinitendea wema kuliko mama. Si mnajua ni kipindi cha msukosuko hicho bado Uislamu ni msukosuko. Kwa hiyo mama alijitoa kifua mbele, bora na yeye athirike kuliko kuathirika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inama, simnataka kujua kwa nini nimempa kanzu yangu hakika si jambo lingine. Albastuha qamisi, nimemvisha kanzu yangu mimi, lituksa min hulali janna sallallahu alaihi wasallam, ili iwe ni tiketi ya huyu mama kuletewa mapambo ya peponi hapa kaburini hapo. Albastuha qamisi, nimemvisha kanzu yangu, lituksa min hulal janna, ili avishwe mapambo ya peponi hapa. Ndio dhamira yangu. Lakini pia wabtajatu maaha, nimemlaza huyu mama mimi mwenyewe, ndio nimemlaza, liyuhawana alaiha, ili mambo ya kaburini yote yawe nini? Mepesi. Atapita tu. Bado kuna kisa hapo, alisoma dua ndani ya kaburi lile kumsomea huyu mama. Marafiki, dhata yaumin, siku moja kharaja Abdullah ibn Umar, alitoka nani? Abdullah ibn Umar. Sahaba, sio sahaba? Sahaba huyo Sheikh, sahaba radiyallahu anhuma, radhi za Mwenyezi Mungu kwao wote. Sahaba ambaye alikuwa anafuatilia kila nyendo ya Mtume alipokaa na kwenda kukaa, Mtume aliposhika atakushika vile. Alitoka musafiran ila Makkah, anasafiri kwenda wapi? Anatoka mji gani? Anatoka Madina anaenda Makkah. Wala rasi imamatu, kichwani alikuwa amefunga nini? Kilemba. Atuzungumzie kilemba cha Sheikh Musa, kilemba cha Sheikh Habibu, kilemba shekhe. Wakana kad akhadha ma'u himara, na alikuwa amesafiri pamoja naye nani? Punda. Alikuwa na punda. Wakana kad akhadha ma'u himara, alikuwa amemchukua punda, yastarihu alaihi, ili astarehe kwenye punda, idha taiba min rukubi rahila, akichoka kutembea kwa mguu. Idha taiba min rukubi rahila, akichoka kutembea kwa mguu anapanda punda. Sababu kwa kanuni punda sio mnyama wa kufanyaje, wa kupandwa, labda utengeneze gari. Kwa anatembea naye, akifika mbele akichoka anampanda. Wa fi tariqi, akiwa yuko wapi? Akiwa yuko njiani, qabalahu arabi, alikutana nani? Alikutana Mwarabu. Faqala lahu Abdullah akamuuliza yule Mwarabu, alasta fulana ibn fulana, wewe sio sungusungu bin Juma, wewe sio wewe? Faqala al-arabi, Arabu akafanyaje? Kataa. Faqala bala, likataza jambo bala. Iko kwa alaisa, ikiwa alaisa, jibu likija kule nikukubali, hiyo bala inakuwa kukubali. Alasta fulana bin fulani, wewe si fulani bin fulani, wewe sio Musa bin Rashid wewe? Faqala al-arabi bala, akasema ndo mimi. Mwarabu, ndo mimi. Fanazala Abdullahi ala himari, akafanyaje? Akashuka, akateremka. Maana kwanza alikuwa hajaamini, akateremka.
wewe sio Said Abdallah bin Isa wewe? Ni mimi. Ndio wewe. Akateremka. Wa khala imamatahu, akafanyaje? Akavua kilemba. Thumma qala lil-arabi, kisha kafanyaje? Akamwambia irkab hadha al-himara, fanya nini? Panda punda huyo. Unatembea bwana, wewe unatembea wewe kwa mguu bwana, wewe umekutana mimi tena unatembea kwa mguu wewe. Wewe si ndo fulani bin fulani wewe? Ni mimi. Huwezi kutembea kwa mguu. Wa khudh hadhihi na hichi kilemba chukua. Wanasema kanati min nafisati afyadi, hicho kilemba kilikuwa ni katika nguo zake za thamani. Nafisa ilikuwa ni katika nguo za thamani za Abdullah ibn Umar, kilikuwa cha thamani kweli. Akaambia panda punda mzee na kilemba, haya masalamu. Yuko nyumbani, yuko safarini, yuko safari. Kakutana na mtu Abdullah ibn anakwenda Shinyanga huko, asdiqaihima, uangalie masahaba walielewaje. Na ndio tutafungia kwa darasa letu, maana muda umeshakwenda. Ziko hizi 20 na akamwambia ghafara Allahu laka ataita hadha al-arabiyya himara kunta taruhu alayhi, yani umeweza kumpa punda ambaye wewe ndio ulikuwa ndio usafiri wako, umempa kabisa. Aqait, sio kwamba alimwambia eti tumia alafu utafanyaje. Aqaita hadha al-arabi, huyu jamaa tumekutana naye tu hapa, umemuuliza jina afu nampa na punda. Kunta taruhu alayhi wa imamatu kunta tashuddu biha rasaka, na kilemba kizuri namna ambacho ulikuwa unafanyaje, unavaa kichwani, unapendeza. Kilemba kizuri umempa kwejani. Fakashafa lahum an sirri fi'lihi dhalika, akafanyaje? Akawafunulia. Fakashafa lahum, walikuwa waelewi kitu wale, wanastaajabu kweli, yani umempa kabisa Sheikh Musa pikipiki kabisa, umempa Sheikh Musa. Mungu akubariki baba, sadaka kupata mimi na anataka Noa, inshallah Mungu ambarikie, tunamwombea dua kabla hajakupa. Fakashafa lahum an sirri fi'lihi dhalika faqala, akasema, anawaambia inni sami'tu Rasulullahi sallallahu, nilimsikia mtume. Msione ile jambo nafanya mimi mkafikiria bado ni kidogo sana hii nimefanya hii. Mimi nilipata kumsikia sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, nilimsikia mtu anasema inna min abarril birri, hakika katika wema wa hali ya juu. Inna min abarril birri, hakika katika wema wa juu, an yasula rajulu aha wuddi abihi, ni mtu kushughulishika kutengeneza mapenzi ya baba yake kwa wale waliokuwa wanapenda baba yake. Na nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wema wa hali ya juu sana, an yasula rajulu, ni aunge mtu, awatengeneze watu ahla wudi abihi, wale walikuwa wanapendwa na nani? Na baba yake. Nilisikia hivyo, ukitaka kumfanyia wema mzazi wako, wale wapenzi wa baba yako wale wafanye wema. Nilisikia hivyo Mtume akisema. Baada an yuwaliya, baada ya kuwa baba amefanyaje, amekufa pale ya mtu, akasema wa inna abahu, hakika huyu jamaa sio nimemuuliza jina lake, sio nimemuuliza wa inna abahu, hakika nini? Baba ya huyu jamani, jamaa tuelewe vizuri. Baba ya huyu kana sadiqa li Umar ibn Khattab radhiallahu anhu,
Alikuwa nani? Nabii Muhammad. Alikuwa nani? Rafiki ya baba yake. Sio huyu. Aliyekuwa rafiki ya baba yangu mimi ni nani? Baba yake na Ni baba ya huyu, sio huyu. Mmeelewa? Huyu alompa ni mtoto wa rafiki ya baba yake Umar bin Khattab. Sasa hivi huyu Abdullah bin Umari angekutana na baba wa huyu angefanyaje? Lazima. Sasa kama hivyo ndivyo ilivyo, unawezaje kumtenga mtoto ndugu yako ambao mmechangia mama mbaa? Ni ndugu zangu baba tu, lakini nani amekwambia hiyo? Na tuna dakika 2 tu. Sheikh Musa ananifukuza leo. Naam. Njoo ufungie. Naam. Funga darasa. Maneno ya kufunga darasa. Maneno ya kufunga darasa. Yale maneno ya kumalizia darasa. Kwa hiyo darasa letu linaishia hapo. Allahu wa rasuluhu a'lam.